Alikuumba wewe mwanadamu ili usitumikishwe na roho za giza, usitumikishwe na shetani, usitumikishwe na mapenzi ya kidunia, lakini uongozwe na neno la kwake. Tunampokea Yesu Kristo, tunapokea wokovu kwa imani. Tunapomwamini Kristo anakuita kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaanza kuongoza maisha yako. Na hiyo ni kwa sababu tunaona Yesu Kristo kwamba alivunja nguvu za giza katika maisha yako. Maana unapomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sawa ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, namshukuru Mungu sana kwa sababu ya neema ya kwake, yeye ambaye ametustahilisha kuwa wahudumu wa agano jipya, agano lililo bora zaidi. Kwa kweli Mungu ni mwema, ambaye ameendelea kutusimamia na kutuongoza katika kila jambo ndani ya maisha yetu. Hivyo namshukuru Mungu pia kwa ajili yako ambaye utakwenda kufuatilia ujumbe huu ambao ni muhimu, ambao una nguvu yote ya kuweza kubadilisha maisha ya kwako ili uweze kumwishia Mungu kama vile anavyokusudia katika maisha yako. Kwanza naitwa Ibrahimu, kwa jina maarufu zaidi naeleweka kama mchungaji Masa. Ni mtumishi wa Mungu. Mungu amenineemesha kunipa huduma ya kuweza kulichunga kanisa la kwake kwa neno lake. Kwa hiyo nikukaribisha sana, karibu katika kipindi hiki. Na baada ya hayo nimuombe Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo tunakwenda kujifunza. Basi tuombe kwa pamoja. Baba mtakatifu, Mungu amani, tunakushukuru. Asante kwa fadhili zako na rehema zako. Asante kwa matendo makuu ambao umekwenda kufanya. Asante kwa wakati huu ambao Bwana tumekutana pamoja na msikilizaji na mtazamaji ambao anakwenda kufuatilia neno hili. Neno ni la kwako Bwana. Unasema kwamba neno hili linalowapa ni roho, nayo roho ndio itiayo uzima. Kwa hiyo naamini kwa sababu neno lako ni roho na linatia uzima ndani ya mioyo ya watu. Naamini kwamba unakwenda kufanya hivyo kupitia huduma hii na neno hili ambalo umekwenda kunikirimia neema hii ya kuweza kulitoa kwa kanisa lako na wana wako. Asante kwa yote ambaye anakwenda kusikia ujumbe huu, na neema yako iwe juu yake ya kumfungua kabisa ili aweze kukuelewa na kukujua katika maisha ya kwake. Alitumainia jina lako, wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi na unaweza katika mambo yote. Asante katika yote, naamini kwamba unakwenda kufanya na kujidhihirisha katika haya. Heshima, utukufu na kurudishia kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naomba na kuamini na kushukuru. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sawa, nina neno moja kwa ajili yako mpendwa, unanifuatilia katika kipindi hichi na mahali popote pale katika uso wa ulimwengu huu utakwenda kufuatilia kipindi hichi na kuweza kusikiliza. Naamini kwamba Mungu atakujalia na kukusaidia. Ujumbe nilionao kwako unasema wokovu. Wokovu. Wokovu ni neno ambalo ni maarufu sana katika ulimwengu kwa sababu ni kitu kikubwa ambacho kinaeleweka katika matumizi yake. Kwa sababu ainisho la wokovu ni jambo ambalo linamweka mtu huru nje ya vifungo. Wokovu manake mtu akisema kwamba umeokoka, manake huyo mtu alikuwa yuko kifungoni au alikuwa sehemu ambayo ni hatarishi kabisa kwa maisha ya kwake, lakini sasa akapokea kutoka pale alipokuwa katika sehemu ambayo ilikuwa ni hatarishi kwa ajili yake kwa namna yote ile. Mtu anapotoka sehemu kama hiyo
huyo mtu anasema kwamba ameokoka. Hata ukikutana naye njiani mtu wa namna hiyo, ujumbe wa kwanza kwako atakwambia kwamba nimeokoka. Kwa hiyo kuokoka ni kutoka sehemu hatarishi, sehemu ambayo si sahihi kwako, sehemu ambayo inaweza ikakuletea matatizo, sehemu ya dhiki, ya shida, taabu na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo tunapozungumzia wokovu tunazungumzia kitu kikubwa sana, kwa maana tu ya kawaida ni hiyo. Maana ya kawaida ni hiyo. Hasa wanaotumia sana lugha hii na neno hili ni wale watu ambao wanakuwa, sijui kama ushawahi kusafiri majini. Kama ushawahi kusafiri majini alafu kukawa na dhoruba kali majini, hali ambayo inataka kusababisha mauti, utakuwa unanielewa vizuri ninachokizungumza. Utakuwa unanielewa vizuri ninachokizungumza. Au umeshawahi kupona kwa namna yoyote ile, ukaokolewa, ukatolewa katika hatari yoyote ile ya maisha yako, utanielewa vizuri kwa hichi ambacho ninachokizungumza. Kwa hiyo wokovu unaozungumzia ni wokovu wa kiroho, maisha ya kiroho ya mwanadamu, ndo kitu hasa ninachokizungumzia. Watu wengi tunaishi katika maisha haya, lakini kuna wengi hawajui kwamba wameshakombolewa. Kuna wengi hawajui kwamba kuna wokovu uliopo na unazungumza katika maisha ya kiroho, lakini hawaelewi jambo hilo. Kwa hiyo nimekuletea habari hiyo. Hiyo ni habari njema ambayo Yesu Kristo alisema kwamba tutaitangaza habari njema duniani kote. Kwa hiyo habari kama hizi zinapokufikia mahali popote ulipo, unaelewa moja kwa moja kwamba ni habari njema. Na neno la Mungu linaonya sana, linasema katika Tesalonike pale kwamba neno la Mungu linapokuja kwako unatakiwa kuliamini kama lilivyokuja. Unaliamini kwamba ni la Mungu. Usiliamini kwamba ni la mwanadamu kwa sababu umeona mwanadamu ndo amekuja mbele yako. Hakuna namna nyingine Mungu atakuja mbele yako tofauti ya njia mwanadamu kumuona anazungumza neno la Mungu. Hivyo ndivyo Mungu anapokuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amekuja kwako kwa njia hii ya mtumishi Masa ili aweze kukutoa kwenye kifungo cha maisha ya kiroho. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo nimesema kwamba kuna watu wengi wanaishi lakini hawaelewi kwamba wamefungwa. Hawaelewi kama wamefungwa. Lakini pia pamoja na kwamba hawaelewi kwamba wamefungwa, hawajui pia kwamba kuna wokovu uko mahali ambao unatamani na unataka kuwaweka huru katika maisha yao. Kwa hiyo ndio siri ambayo nimekuletea uweze kuelewa wokovu. Kuna watu wako makanisani ambao bado wanaishi wamo, lakini hawajaelewa wokovu ni kitu gani na hawajui wokovu kabisa. Hawajui. Lakini wapo ambao hawajaamini, hawajaokoka. Hawa wako mtaani, lakini ni yale kwamba na wao hawajajua wokovu kuwa ni kitu gani. Sasa nitaanza na neno la msingi kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaona habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Hii ni habari Mungu alipomjia mwanamama mmoja ambaye alikuwa ni bikira aliyeitwa Maria. Kwa hiyo Mungu alimjia kwa njia ya malaika, akawa amemletea ujumbe na kumwambia kwamba utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa lengo moja tu ya kuweza kututakia mema wanadamu au kutukomboa. Ndio maana tunaona mstari wa 21 unasema kwamba habari huyu sasa ni malaika ambaye anampasha Mariamu habari, anamwambia kwamba utazaa mwana.
utazaa mwana na utamwita Yesu Kristo. Maana ya jina Yesu kwa mujibu wa neno la Mungu tunaona kwamba ni mkombozi. Kwa hiyo anasema kwamba yeye ndiye atakayewakomboa wanadamu na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, unatakiwa kuelewa kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kukukomboa. Kama nilivyosema, mtu ambaye amekombolewa ni mtu ambaye ametoka katika mateso, katika shida, katika adha, katika taabu, ametoka eneo ambalo sio salama kwake kwa ajili ya maisha yake au kwa ajili ya uhai wake. Sasa ameenda sehemu ambayo ni salama kwa ajili ya maisha yake. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuja kutukomboa, kutuondoa mahali ambapo si salama kabisa kwa ajili ya maisha ya kwetu na kutuingiza mahali ambapo ni salama sana. Kwa hiyo mpendwa, kama haujampokea Yesu Kristo katika maisha yako, habari njema inakuja kwako kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kwa lengo moja la kumkomboa mwanadamu. Na tutaona kazi ambayo Kristo alifanya ili atukomboe pale msalabani, ili atukomboe na dhambi zetu. Yesu Kristo alifanya kazi kubwa sana kwa ajili ya maisha yako. Kwa lugha nyingine kwamba Yesu Kristo aliyaona mateso ya mwanadamu akiwa anaishi duniani, huku akitumikishwa na roho za giza, akitumikishwa na adui shetani ibilisi, akiwa ni mtumishi wa shetani. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha Filipi pale, utaona neno hili linasemwa vizuri sana. Mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza vizuri kwamba aliona sio vizuri kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo akajinyenyekeza na kushuka hadi hatua ya chini sana. Alitemewa mate, alisulubiwa, alivalishwa kofia ya miba kwa sababu ya kukutafuta wewe mwanadamu ambaye umepotelea dhambini. Kwa hiyo Mungu alikuja duniani kwa sababu ya kukutafuta wewe. Kwa hiyo hapo sasa naanza kubadilisha tena. Naanza kuzungumza Mungu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Yesu alivaa mwili. Mungu alivaa mwili, akajinyenyekeza, akashuka hadi hatua ya chini sana. Manake kuvaa mwili kwa Mungu ni kuchukua asili isiyokuwa ya kwake. Alichukua asili isiyokuwa ya kwake, alijinyenyekeza, alishuka sana. Ni hatua ya unyenyekevu mkubwa sana, wa kiasi cha juu sana, kwa ajili ya kukutafuta wewe mwanadamu, ili kwamba afanane na wewe. Sasa akupe ukombozi, akukomboe ili uwe salama katika maisha kwako, kwa sababu yeye alikuumba wewe mwanadamu ili usitumikishwe na roho za giza, usitumikishwe na shetani, usitumikishwe na mapenzi ya kidunia, lakini uongozwe na neno la kwake, uongozwe na yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaanza kuona kitu kimoja kikubwa, kwamba tunaambiwa hapa kwenye Mathayo 1:21 kwamba Yesu Kristo alikuja ili kukupa uzima. Alikuja kuleta wokovu duniani. Kwa hiyo wokovu huo upo. Nimesema kwamba kuna watu ambao wanafikiria, watu wanasema wokovu lakini hawajui wokovu. Kuna watu ambao wameokoka lakini bado hawaishi maisha ya wokovu, hawauelewi wokovu vizuri kabisa. Lakini wapo wengine ambao kabisa hawajaokoka. Hao na wenyewe ni vile vile ni kundi moja, hauelewi wokovu. Manake kuna kundi mbili. Kuna watu ambao hawajaokoka, yani hawa hata kanisani hawaendi, wapo tu mtaani, hawaelewi lolote. Hao watu hawajaokoka na hawajui wokovu ni kitu gani. Lakini wapo wengine ambao wamekwisha kuingia kanisani, wanasema wameamini, wanasema wameokoka, lakini hawauelewi wokovu. Hilo labda litakuchanganya kidogo, lakini utanielewa kutokana na maandiko kama tunavyoenenda. Inawezekana unaweza ukawa na wewe uko katikati ya watu hao. Ni mmoja katikati ya watu hao kabisa. Unaenda kanisani lakini haujui maana ya wokovu ni kitu gani. Haujui. Kwa hiyo kuanzia leo Mungu anakutaka
uweze kubadilika na kumjua Mungu. Unajua Yesu Kristo alisema kwamba ukijua kweli, hiyo kweli itakuweka huru. Lakini pia alisema kwamba kweli ya kwake, neno la kwake ni roho, na hiyo roho ndio itiayo uzima. Ukisoma Yohana 6:36-63 utakutana na maneno hayo. Yesu Kristo anasema, Yohana 6 mstari wake wa 63, utakutana maneno hayo. Anasema kwamba maneno haya ninayowaambia ni roho, na hiyo roho ndiyo itiayo uzima. Kwa hiyo ili mwanadamu aweze kupata uzima, aweze kuishi kama vile Mungu anavyomtaka kuishi katika uso wa dunia hii, anatakiwa kulijua neno la Mungu. Sasa unapokuwa unasali, unafanya repetition ya kwenda kanisani na kurudi, mazoezi ya kwenda kanisani na kurudi, muda mwingine usipokwenda unajisikia vibaya. Yaani ni mradi tu uende, lakini ukitoka uelewe unachofundishwa ni nini, maana bado una mapungufu. Una matatizo katika wokovu, hujauelewa wokovu vizuri. Na wengine kuna mwingine hata anafundisha kabisa neno la Mungu. Wengine ni mwimbaji, mwingine vyovyote vile anafanya huduma yoyote ile, lakini anachokifundisha na anachokiishi ni vitu vile tofauti. Hapo na penyewe unatakiwa kuelewa kwamba bado una matatizo katika maisha yako ya wokovu. Bado hujauelewa wokovu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kuelewa kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kwa sababu ya kukutafuta, ya kukuokoa wewe unayenitazama. Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiachezee maisha ya kwako, lakini unatakiwa umpe Kristo maisha yako ili kwamba awe Bwana na Mwokozi. Kama tunavyoona hapa, anasema Yesu ndiye atakayewakomboa watu na dhambi zao. Umpe Yesu maisha yako ili kwamba akuongoze, awe kiongozi katika maisha yako. Kwenye Efeso anasema yeye ni yetu yote katika yote. Kwa hiyo Yesu unatakiwa kumpa kila kitu cha maisha yako, yeye aongoze, awe mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii ni habari njema kwako ili kwamba uweze kumuelewa Mungu na kumjua Mungu. Kwa hiyo kitabu hichi cha msingi cha Yohana ambacho cha Mathayo 1:21 ambacho tumekiona inatueleza wazi kuhusiana na ukombozi. Na hili sio swala ambalo lilianzia hapa tu. Hapana, ni swala ambalo lilitabiriwa hata na manabii Agano la Kale kwamba Yesu Kristo atakuja kuzaliwa, Mungu atazaliwa, Mungu atakuja kuishi na wanadamu. Manabii waliita hiyo lugha kwamba ni siku za mwisho, waliita siku za mwisho kwamba yatatokea mambo ambayo hajawahi kutokea kabla. Mungu kukaa na wanadamu. Mungu kukaa na wanadamu ni vitu ambavyo havikuwahi kutokea kabla. Waliita kwamba yatatokea katika siku za mwisho. Ukisoma katika vitabu vya manabii utaona mambo hayo, lakini pia unaweza ukaangalia kwenye kitabu cha Isaya. Isaya pia na yeye kama nabii alifunuliwa mambo hayo, hata akasema kwamba mtoto atazaliwa na ataitwa Yesu Kristo. Bikira Maria atachukua mimba na atazaa mtoto, na huyo mtoto anasema kwamba yeye atakuwa ni mfalme. Atakuwa ni mfalme na ufalme wake utakuwa begani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni habari njema sana. Tunatakiwa tumuelewe Mungu na kazi yake. Tangazo hili la wokovu ni tangazo ambalo liko katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana mtu anaweza akaishi katika maisha ya kawaida hapa duniani, anafanya mambo yake, lakini hajui kabisa katika ulimwengu wa kiroho kuna tangazo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya maisha yake. Aelewe kwamba katika ulimwengu wa kiroho kwamba kuna kazi ambayo imefanyika ambayo inamtaka huyu mtu aweze kuishi maisha ya thamani sana duniani, lakini hata baada ya kuondoka duniani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa tusonge mbele kidogo. Tumeona habari hizi za mambo haya ya ukombozi, habari hizi nzuri sana za upendo wa Mungu kwetu, kama anavyosema kwamba anatuwazia mawazo mema, kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kutukomboa mimi na wewe, ili kwamba sasa tuweze kuishi maisha mazuri sana ambayo yeye mwenyewe ameyataka tokea mwanzo ili tuweze kuenenda nayo. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Tuangalie kitu kingine, tusonge mbele kidogo kwa habari hii. Tuangalie katika kitabu cha Yohana 1 naanzia 11 hadi 13. Na Mungu nasema hivi: alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. 13 na mwisho anasema, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa kuna ufahamu ambao vitabu vya Agano la Kale, mfano utasoma Zaburi, utaona kule mtumishi wa Mungu aliandika Zaburi anasema kwa habari ya uwepo wa Mungu duniani. Anasema kwamba Mungu ameangalia duniani kote, alafu anasema kwamba hakuna mwanadamu anayemtafuta Mungu, hakuna ajuae, hakuna afahamuye, wote wamepotoka, wote wametenda dhambi. Kwa sababu ya nini mtumishi ambaye ameandika Zaburi anazungumza maneno hayo? Kwa sababu huo ndio ulikuwa mfumo wa Agano la Kale. Watu walipokea maagano ya Mungu, lakini hawakuenenda kama ni Mungu anayesema nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipotoka wakawa wameacha imani, wakaanza kutafuta vya kwao. Kwa hiyo ushahidi ni mwingi sana, hatuwezi tukaenda huko kwa sababu ya muda, lakini ushahidi ni mwingi sana. Utaona mwenyewe kipindi Musa amepanda mlimani kwenda kuchukua sheria, kuchukua taratibu ambazo Mungu alitaka watumishi wake watu wake waweze kutembea nazo. Huku chini Musa alikuja kukuta watu wametengeneza sanamu ya ndama. Unaona, sanamu ya ndama ya dhahabu. Kwa hiyo wakaanza kusema kwamba huyu ndiye Mungu aliyetutoa wapi? Misri. Kwa hiyo unaona mahasi yalikuwa ni mengi sana katika Agano Jipya. Sasa katika Agano la Kale walitembea katika hali hiyo, na hali hiyo iliwatenga mbali sana na uso wa Mungu. Na ndio sababu ya mimi kukuletea huu ujumbe wa wokovu leo. Kwa sababu ya nini? Baada ya hayo Yesu Kristo aliona kwamba si vyema wanadamu aendelee kuishi katika dhambi. Akaja mwenyewe kwa sababu ya kukomboa, au kwa sababu ya kunikomboa, au kwa sababu ya kukomboa ulimwengu. Ukisoma Yohana hii naisoma 3, sura ya 3 mstari wake wa 16 17, anasema upendo wa Mungu ni mkubwa sana, alitupenda. Unaona, anasema tazama pendo hili ambalo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini afanye nini? Apate kuokoka, apate wokovu, apate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hapa kwenye hii sura ya kwanza ya Yohana tunaona wazi, anasema kwamba kuna watu ambao walimkataa Yesu Kristo, ambao wakumkubali Kristo, ambao wameukataa uzima, walikataa wokovu, na hao ni Wayahudi. Kama nilivyokwisha kukuambia hapo nyuma, walikataa wokovu, hawakumjua Mungu na mpango wake kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la hatari sana ambalo linaendelea hadi leo, unaona ni jambo la kusikitisha sana. Kuna watu ambao bado wanaendelea kuishi katika hali ya kumkataa Mungu kabisa. Watu bado wanaendelea kuishi na kutii maagizo yale ya Agano la Kale. Sheria bado zimewafunika watu. Paulo anasema wazi kwamba watu ambao wanaongozwa na sheria, mara tu zile sheria, yani Torati, inaposomwa utaji waikalia usoni, ili kwamba wasifanye nini? Wasitambue kweli ya Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambao bado hadi sasa anaongozwa na sheria, huyo mtu ni ambaye bado utaji umemkalia usoni. Manake ni kama kitambaa cheusi kimemkalia usoni, hawezi akaona vizuri, hawezi akaona anakokwenda. Anabaki kuwa kipofu, anabaki kuzingatia yale ambayo ni ya mauti, ambayo hayakuwafaa hata watu wa Agano la Kale, mpaka Yesu Kristo akaja kuleta wokovu kwa ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wokovu huu tunaupata kwa njia gani? Tunaupata kwa njia gani? Tumeona katika Yohana sura ya kwanza, ukianza sasa ule mstari wa 12, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo
wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu ndio wale walioliamini jina lake. Kwa hiyo kumbe tunaona wokovu tunaupata kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Ina maana ukimwamini Yesu Kristo leo, Mungu anakupa uwezo wa kuwa mwanae. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliona kwenye Mathayo alisema kwamba Yesu alikuja kwa sababu ya kumkomboa mwanadamu. Kumkomboa mwanadamu na dhambi zake. Maana mwanadamu alitangulia ni mtu mwenye dhambi. Kwa hiyo amekuja kwa sababu ya kukomboa mwanadamu na dhambi zake. Maana mwanadamu atoke katika dhambi, aingie katika uzima, aingie katika hali ya utakatifu kama yeye Mungu alivyo. Kwa sababu hiyo sasa ndio maana tunaona kwamba kanuni ni moja. Unatakiwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Kwa sababu Yesu alikuja kwa sababu ya kukukomboa. Kwa hiyo habari njema inakuja kwako leo. Uweze kumpokea Kristo katika maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hapo utaanza kuona unaingia katika maisha halisia yale ambayo Mungu ametegemea uweze kuyaishi, ambayo Mungu amepangilia uweze kuyaishi hapa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto. Kwa hiyo kuwa mwana wa Mungu ni uwezo ambao mtu anapewa na Mungu. Sio lele mama tu, hapana. Hapa ndio maana nilisema kwamba kuna watu ambao wanaenda makanisani, kuna watu ambao wanafanya kama desturi, kama mila, kama tamaduni fulani hivi. Kuna watu ambao wamezaliwa katika dini fulani, alafu amekuta baba yake, mama yake anasali kwenye dini fulani na yeye akaunga. Kwa hiyo kule kuunga hakujasema kwamba huyu mtu ameokoka. Hata anaweza akaunga hivyo hata akafikia kuwa mchungaji kabisa. Lakini ameunga hajamjua Mungu. Wokovu unakuwa ni wa mtu binafsi, ni ufalme, ni maisha ambayo Mungu amemletea mwanadamu. Ili aingie katika hayo maisha anatakiwa kumwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatakiwa kumwamini Yesu Kristo. Na hapa anasema wazi, ile 13 anasema wazi, alitukomboa kwa namna gani? Tumefanyika kuwa wana kwa namna gani? Jambo la kwanza tunaona kabisa, jambo la msingi la kwanza ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini tunaona kitu ambacho Mungu alikifanya kwa ajili yetu. Tunaona alifanya kitu gani? Pale 13 anasema waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo sasa tunaanza kuona wokovu halisi, jinsi unapatikana kwa mwanadamu. Tunaanza kuona sasa maisha halisi ya mwanadamu kutoka dhambini au kutolewa dhambini na kuingizwa nuruni, kuingizwa katika uzima wa kimungu. Kwamba huyu mwanadamu anakuwa amezaliwa na Mungu mwenyewe. Hazaliwi kwa mapenzi ya mtu. Kuzaliwa kwa mapenzi ya mtu kama neno la Mungu linavyosema hapa, anasema kwa akili, sio kwa akili za kibinadamu, si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mwili. Maana anamaanisha nini? Kuna watu ambao wanamtumikia Mungu kimwili. Kuna watu ambao wametunga sheria zao, wametunga kanuni zao, wana katiba zao. Hizo ndizo ambazo wanaziangalia ili ziwaongoze katika kumtumikia Mungu, na si neno la Mungu. Katiba ya ufalme wa Mungu, katiba ya mtu aliyeokoka ni Biblia, neno la Mungu. Hili ndo katiba ya ufalme wa Mungu. Maana unatakiwa kumsikiliza Mungu anasema nini katika neno la kwake, ili kwamba uweze kuenenda sawa na vile anavyotaka wewe kuenenda au wewe kuishi. Kwa hiyo kuna watu ambao wana katiba zao. Kuna watu ambao wana maongozo yao. Paulo anasema kwamba hata ibada wametunga ibada za kwao, ibada zilizotungwa na akili zao. Unaona? Kuna watu ambao wanatengeneza mambo. Watu wamekaa kwenye vikao wakafikiana jambo, alafu wakalipitisha kwamba twende katika hili. Lakini ukilitazama kwenye neno la Mungu, hilo jambo halimo kabisa, limepishana na neno la Mungu. Sasa watu wa namna hii na wenyewe wanaendelea kuongezeka. Wanapoongezeka manake hawa wanazaliwa kwa akili za kibinadamu. Wanazaliwa kwa mwili, kwa damu. Hii ni kazi ya mwanadamu aliyoitengeneza kwa sababu ya kutengeneza kundi fulani au
au jambo fulani tu hivi, taasisi fulani, na unakuta watu wanaenenda hivyo. Ndio kile ambacho nimekisema kwamba unaweza ukakuta umezaliwa katika dini fulani, waliozaliwa katika dini umezaliwa unakuta wazazi wako ni Waislamu, alafu na wewe ukaingia umo kwenye Uislamu. Kwa hiyo umeingia kwenye Uislamu kwa sababu umekuta wazazi wako ni Waislamu. Ukazaliwa ukakuta wazazi wako ni Wakristo. Kwa hiyo utaingia kwenye Ukristo kwa sababu umekuta wazazi wako wamezaliwa katika wanajumuika katika Ukristo au ni Wakristo. Sasa katika Ukristo, unajua Ukristo na wenyewe ni dini. Ukristo na wenyewe ni dini, wala sio ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu una taratibu zake, na ndio huu unaitwa wokovu. Ndio ufalme wa Mungu. Kristo alileta wokovu, Yesu alileta wokovu duniani. Kwa hiyo yeyote anayempokea Yesu Kristo na kuingia katika maisha ya wokovu, huyo ndiye anaingia katika ufalme wa Mungu. Lakini Ukristo ni dini kama dini nyingine pia. Ni dini kama dini nyingine pia. Kwa sababu Ukristo ulianzishwa baadaye sana. Baada ya Kristo kuondoka, baada ya Yesu kuondoka, Wakristo watu wa mataifa wapagani wakaanza kuwahita wale wanafunzi wa Kristo. Lakini ukiangalia hata kama wewe ni msomaji wa neno la Mungu, unaweza ukaangalia hata kitabu cha Matendo ya Mitume ukasoma, utaona neno wa Kristo limeanzishwa pale Antiokia, ndio ambapo limeanzishwa. Wakaanza kuitwa hivyo. Tena lilikuwa kama ni jina la kuwakejeli kwamba hawa ndio wale wa Kristo waliomfuata yule Kristo. Maana unajua Kristo alisulubiwa kuonekana kwamba vile yeye amedharaulika sana, kwamba sio chochote katika uso wa wanadamu, lakini kumbe kule kusulubiwa kwake ndio ilikuwa nguvu ya kutuingiza katika wokovu, kutuingiza katika maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana bariki sana. Kwa hiyo Ukristo ulianza baadaye sana, ndio Ukristo ukaanza. Na kwa sababu hiyo ndio maana watu waliingiza mambo mengi sana, tamaduni nyingi za kipagani, za kikale ambazo watu walikuwa wanaendelea kuziishi au kuzifanya kama ibada kwa miungu yao. Iliingizwa pia katika Ukristo kwa sababu nini? Ni jambo ambalo lilikuja kuanzishwa kwa ila. Lilianzishwa kwa ila. Utaona kitabu cha Matendo ya Mitume mara nyingi kinazungumza wale wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi wa nani? Wa Yesu Kristo. Kama jinsi alivyoagiza, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Unaona, mkawafundishe kuyashika yote niliyowaagiza. Kwa hiyo Ukristo ni dini kama nyingine, lakini ufalme wa Mungu unaambatana na mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu ndiyo mtu kuokoka, kumpokea Yesu Kristo, kwa sababu huu ni ufalme wa kiroho. Jina la Bwana barikiwe sana. Na kwa sababu hiyo ndio maana unaona neno la Mungu linachambua wazi kabisa kwamba sisi hatujazaliwa kwa mapenzi ya mtu. Mtu akiokoka, maana yake huyo mtu hajazaliwa kwa mapenzi ya mtu, amezaliwa kwa neno la Mungu. Nikodemu katika ile sura ya 3 ukisoma pale, Nikodemu alimfuata hii Yohana sura ya 3. Ukianza pale mstari wa kwanza pale utaona habari hiyo. Tutasoma kwa sababu ya muda. Utaona Nikodemu na alikuwa ni mmoja katikati ya wale Wayahudi, mmoja wa dini zile za Kiyahudi, dini ya Kiyahudi. Katikati ya wale Mafarisayo alikuwa ni mmoja mle. Tena alikuwa mtu mkubwa tu mle. Kwa hiyo unaona Nikodemu alimfuata Yesu usiku, akaanza kumuuliza habari za wokovu. Yesu Kristo alimwambia kwamba huwezi ukaingia katika ufalme wa Mungu usipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Manake nini? Manake Mungu alimwambia kanuni ya mtu kuingia katika ufalme wa kwake. Sio kuingia katika dini au dhehebu, sio kuingia katika taasisi fulani. Hapana. Kuingia katika ufalme, katika maisha halisi yale ambayo anataka mwanadamu aweze kuyaishi. Anamwambia unatakiwa kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. Kwa hiyo maji ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linaitwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Yohana 15 unaona Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake. Anawaambia kwamba ninyi mmekwisha kusafishwa kwa maji. Unaona? Lakini pia unapoendelea hata Yohana, hata mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza, analinganisha kanisa na kama bibi harusi na Yesu Kristo kama bwana harusi. Anasema kwamba Yesu Kristo aliliposa kanisa. Unaona? Na analisafisha na kulitakasa kwa maji ambayo ni neno la kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba bibi harusi ambayo ni kanisa anatakiwa kumtii
mume wake ambao ni Kristo Yesu. Unaona? Na bwana harusi ambaye ni Kristo anatakiwa kufanya nini? Kumpenda. Anatakiwa kumpenda mkewe ambao ni kanisa. Kwa hiyo na ndio jambo lile unaona hapa Yesu Kristo ametupenda sana hata kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Alisema mwenyewe kwamba hakuna mtu awezaye kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Lakini yeye amefanya hivyo. Kwa hiyo anaonesha upendo mkubwa ambao amefanya nini? Ametupenda mimi na wewe. Yesu Kristo atuletea wokovu. Kwa hiyo kwenye Yohana 1:12 na 13 tumeona pale kwamba ili tupokee imani, ili tupokee wokovu, ili tuokolewe, manake kutolewa sehemu hatarishi, sehemu ambayo sio salama kwa maisha yetu, na kuingizwa sehemu salama, yani kutolewa kwenye mauti, kwenye dhambi, na kuingizwa katika utakatifu au katika uzima wa milele. Tunatakiwa kufanya kitu kimoja. Unatakiwa kufanya kitu kimoja, kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana wa maisha yako na Mwokozi wa maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo utakuwa moja kwa moja umeingia katika uzima wa kimungu. Na unapoamini, usiamini kwa roho mbili, kwa mioyo miwili. Amini kwa moyo mmoja na kuhakikisha kwamba unakubali kuishi katika maisha hayo. Kwa sababu waliozaliwa na Mungu hawakuzaliwa kwa akili za kibinadamu. Kwa hiyo hatutaki kumchanganya Mungu na kitu kingine tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kanuni ni moja, mpendwa. Mahali popote unaponitazama, unaponisikiliza, ninakuomba uweze kumwamini Yesu Kristo. Atakupa maisha ya milele. Atakupa uzima. Maisha ya milele, uzima manake ni maisha, ni mahusiano ya kwako na Mungu. Yanakaa sawa, yanarejeshwa, yanakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuokoka sio kwenda kanisani na kupiga gitaa. Kuokoka sio kwenda kanisani na kupiga pambio na kuimba sana na kutoka jasho. Kuokoka sio taratibu fulani za kidini zilizozoeleka kwa watu. Hapana. Kuokoka ni maisha ambayo mtu anapewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maisha ambayo mwanadamu anapewa na Mungu. Ndio maana wokovu ni maisha. Wokovu ni maisha, wala sio vitu vya mkato. Kanuni ni moja, muamini Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini tuendelee kuona jambo hili muhimu sana. Tuangalie kwenye Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza pale kuna neno pia ambalo litatusaidia katika jambo hili. Yohana wa kwanza sura ya 3. Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna kitu kimoja kikubwa hapa ambacho tunakiona kinachoambatana na wokovu wetu. Kama tulivyoona kwamba tunaupokea wokovu, tunayapokea maisha ya kiroho. Kumbuka Mungu ni roho. Kwa hiyo kama amekuja kutukomboa ili tuweze kuyaishi maisha ya kiroho. Kwa hiyo tuliona kwenye Yohana pale 1:12-13 tumeambiwa kwamba tunatakiwa ili tupokee wokovu, kanuni ni moja, tunatakiwa kumwamini Yesu Kristo. Na tuliona pale 13 alituambia kwamba sisi ni ambao tunapokuwa tumeingia katika maisha hayo, tunatakiwa kujielewa kwamba hatukuzaliwa kwa mapenzi ya mtu. Hapana, bali tumezaliwa na Mungu mwenyewe. Ndiye ambaye alituzaa na kutufanya kuwa kama vile yeye atakavyo sisi kuishi. Sasa tunaoneshwa kitu kingine hapa kwenye Yohana wa kwanza 3 na ule mstari wake wa 8. Anasema kwamba kazi ya Ibilisi yeye anasemaje? Subiri labda nirudie hapa kwa kusoma. Anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Maana yake ni nini? Kwamba
kama bado hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hujamwamini Yesu Kristo katika maisha yako, manake wewe ni mtenda dhambi. Na kama ni mtenda dhambi, moja kwa moja neno la Mungu nasema kwamba fungu lako wewe ni wa Ibilisi. Wewe ni wa Ibilisi. Bwana Yesu sana. Anasema kwa sababu huyu Ibilisi huyu utenda dhambi tangu mwanzo. Ndio maana Yesu alikuja. Kwa sababu Ibilisi yeye kazi yake ni nini? Ni dhambi. Maisha yake yeye ni ya dhambi. Dhambi manake ni kuwa tofauti, kuwa nje na mapenzi ya Mungu. Ndio maisha ya dhambi. Yaani dhambi ni wasi. Ukisoma hii sura hapa anasema dhambi ni wasi. Dhambi ni wasi manake ni kuasi nini? Ni uasi, kumwasi Mungu na mapenzi yake. Sasa Ibilisi ndio muasi tangu mwanzo. Neno Mungu anasema hivyo. Hapo chini ukisoma anasema kwamba kwa kusudi hili, yani kusudi gani? Kristo kuja kwake alikuja kwa sababu ya kuvunja nguvu zote za shetani. Anasema hapa 8 anasemaje pale? Tuangalie, anasema kwa kusudi hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo habari njema ni hii. Unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake ni kwamba nguvu zote zile ambazo zilikuwa zinakutumikisha ndani yako za dhambi, Kristo anazivunja. Ndio maana kwenye Yohana 1:13 ametuambia kwamba anatupa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa kwake. Ina maana nguvu zote za giza zinavunjwa. Sasa hapo leo nashangaa unakutana na watu walimu, mitume, manabii, wachungaji wa uongo wanadanganya watu kupitia wanataka vitu vya kimwili. Wanataka vitu vya kimwili kwa sababu wanamtumikia shetani. Wanawadanganya watu kwamba unatakiwa uje ili uweze kukombolewa. Hivi maombi ya mtu yanaweza yakamkomboa mtu? Maombi ya mtu, maombi ya huyo mtume huyo, maombi ya huyo nabii yanaweza yakakukomboa wewe utoke kwenye dhambi? Maombi ya huyo mtume yanaweza yakavunja nguvu za shetani katika maisha yako? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Neno la Mungu nasema hivi, Kristo alidhihirishwa, manake alikuja duniani kwa lengo moja, ya kuzivunja nguvu za shetani. Ndio maana kila anayemwamini Yesu Kristo anapewa uwezo, anapewa nguvu, mamlaka ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Manake habari njema ni kwamba unapomwamini Yesu Kristo, unapookoka, manake unakuwa umepewa mamlaka ya kumshinda shetani. Kwa sababu shetani anavunja nguvu za shetani, Yesu Kristo anavunja nguvu za shetani ndani yako. Kwa hiyo shetani anakuwa hana mamlaka ya kukontrol maisha yako, ya kuiongoza maisha yako. Sasa hapa utaanza kupata picha na kunyelewa. Kama unaishi, unasema umeokoka na unaenda kanisani, alafu maisha yako bado unaangalia kabisa ni ya dhambi, unaishi maisha ya dhambi, manake wewe bado nguvu za shetani hazijavunjwa ndani yako. Kwa lugha ya somo langu ni kwamba wewe hujaokolewa. Haujaokolewa bado, unamhitaji Yesu. Unamhitaji Yesu. Acha kiburi. Acha kiburi. Neno la Mungu nasema kwamba hatukuzaliwa kwa akili za mtu, hatukuzaliwa kwa damu, hatukuzaliwa kwa mapenzi ya mtu, tumezaliwa na Mungu. Ili kwamba uweze kushinda dhambi, unatakiwa kunyenyekea kwa Bwana. Muamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili azivunje nguvu za shetani ndani yako. Na hiyo ndiyo maana halisi ya wokovu. Manake kuondolewa gizani, kuingizwa nuruni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kumwamini Yesu katika maisha yako. Mungu akusaidie. Mungu akupe neema. Hili neno limekuja kwako. Limekuja kwako. Unajua kuna watu wanaona huduma siku hizi zimekuwa za mitandaoni, alafu wanasema labda watu wanatafuta fedha. Hauwezi ukatafuta fedha kwenye neno kama hili. Neno kama hili, wanaotafuta fedha wanakuambia kwamba wewe umefungwa na nguvu za giza, kwa hiyo lete fedha ili tukukomboe. Sasa hii ni injili ambayo inakupa kweli, inakutoa huko kwenye hivyo vifungo, inakuelekeza Yesu Kristo ndiyo Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
Unapomwamini Yesu Kristo, Kristo anavunja nguvu zote za giza katika maisha ya kwako na unaanza kuwa mpya. Ukisoma kwenye kitabu cha Korinto wa pili sura ya 5 mstari wake wa 17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Hizi ndio habari njema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu Kristo amekuja ili kuyaondoa ya kale katika maisha yako. Kwa hiyo katika wokovu tumeona kitu kimoja. Kitu cha kwanza tuliona tunampokea Yesu Kristo, tunapokea wokovu kwa imani. Unapomwamini Yesu Kristo anafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaanza kuongoza maisha yako. Na hiyo ni kwa sababu tunaona Yesu Kristo kwamba alivunja nguvu za giza katika maisha yako. Manake unapomwamini Yesu Kristo, manake ni kwamba yeye ndiye ambaye anaifanya kazi hiyo ya kuvunja nguvu za giza katika maisha yako. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye ambaye anakufanya wewe kuwa huru nje ya dhambi. Lakini kuna kanuni moja ambayo tunatakiwa kuishi nayo katika maisha ya wokovu. Kama jinsi tunavyompokea Yesu Kristo kwa imani na kuingia katika maisha matakatifu, ndivyo neno la Mungu linatutaka au Mungu anatutaka kwamba tuendelee kuishi kwa imani vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niangalie hapa kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 38. 38 anasema hivi, lakini mwenye haki wangu. Unasikia? Manake unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, moja kwa moja anakufanya, yani jina linabadilika. Unakuwa wewe sio mkosefu tena, unakuwa mwenye haki wa Mungu. Unaona? Dini na madhehebu zimewafundisha watu na kuwakaririsha watu kitu kibaya sana, uovu mkubwa sana, kwamba wao ni wenye dhambi. Hadi wengine wanamuomba Mama Maria tusamee sisi wakosefu. Kwa hiyo hilo sio neno la Mungu. Huo ni ukengeufu ambao nilisema kule mwanzo kwamba dini ya Kikristo iliingiza mambo mengi ya kipagani katika jumuiya ya wana wa Mungu, ili kwamba kutaka kuharibu ufalme wa Mungu usifanye kazi, lakini kitu ambacho hakiwezekani. Mungu alisema kwamba kweli ya kwake hakuna ambaye anaweza kuifuta, wala hakuna ambaye anaweza akaificha. Haiwezi kafutika kweli ya Mungu kuificha ili kwamba watu wasione. Bwana safi sana. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona hapa anasema kwamba 39, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, lakini tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kwa hiyo hii ndiyo kanuni sasa ya maisha ya wokovu. Manake unaishi kwa imani, unatengwa na dhambi, unaanza sasa kujumuika na wana wa Mungu katika maisha ya imani. Ndio maana Yesu Kristo anasema kwamba mkawafundishe kuwa wanafunzi wangu na kuyashika yote nilowaamuru ninyi. Manake tunatakiwa kuishi kwa imani. Sio kwamba sasa unaokoka tena unaanza kuishi maisha ya dhambi. Hapana. Hapo unakuwa bado haujaujua wokovu kama nilivyosema kule mwanzo. Hata kama wewe ni mchungaji, ni askofu, ni nani, kama unayoyafundisha hauyaishi, ujue kwamba hujaujua wokovu. Tunaishi kwa imani. Imani inakuja kwa neno la Mungu. Unaona? Wokovu ni huu hapa. Kolosai 1 na ule mstari wake wa 13. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tumeokolewa na Mungu, tukahamishwa. Hauwezi ukawa umehamishwa alafu ukaendelea tena kuishi maisha yale ya kale. Unatakiwa kuwa mpya. Kwa hiyo wokovu ni kufanyika kiumbe kipya. Maisha yako yanaanza kufuata kanuni ya Mungu. Kama anavyosema kwenye Rumi 8:12 na 14, neno la Mungu nasema hivi: basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. 13, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Nasikia, bali kama mkiyafisha mambo
ya mwili kwa roho mtaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu yangu, unatakiwa kumfuata Kristo katika kweli. Wokovu ndio huu. Bwana alikuja kukuingiza katika uzima. Unapomfuata Yesu Kristo, usifate mambo ya mwili. Tembea na Kristo ili kwamba uweze kuishi na uzima wa milele udumu ukae ndani yako. Wewe utafanyika kuwa mwana wa Mungu na Mungu ataendelea kuongoza maisha yako. Mpokee Yesu leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uache mambo ya mwili, fata mambo ya roho kama Kristo alivyokuingiza katika uzima. Kubaliana na uzima sasa na kuanza kuishi katika uzima wa Mungu, katika sheria ya uzima wa Kristo, nawe utakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana. Mungu akubariki kwa sababu umekuwa mvumilivu na kufuatilia ujumbe huu muhimu sana wa wokovu, maana Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda na anataka uwe mwanae. Mpokee. Alisema mambo makubwa sana hapa, na ukifuata kanuni hii naamini kwamba utakuwa kiumbe kipya na Mungu ataendelea kukusaidia. Na wewe ambaye unaishi katika maisha ya wokovu lakini unaenda nje ya mapenzi ya Bwana, neno la Mungu nasema kwamba tunaishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi kwa imani. Lakini pia anasema kwamba tuweze kufisha mambo ya mwili kwa roho. Kwa hiyo uwezi ukaokoka alafu bado mambo ya kimwili yako hai kwako. Maanake wewe umepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa kumtii Kristo na neno lake. Hapo ndipo uzima utaendelea kukaa ndani yetu, nasi tutayaona matunda ya Bwana, kwa sababu Bwana ametuokoa ili tumzalie matunda. Ukisoma ile Yohana 15 kianzia moja pale, unasema kwamba anataka kwamba tuweze kumzalia matunda, na hatuwezi kuzaa matunda tusipokuwa na Kristo. Haiwezekani. Ndivyo anavyosema. Ukiteremka kwenye mstari wa 16 ile Yohana 15 anasema kwamba yeye alituchagua ili tumzalie matunda, na ili hayo matunda yafanye ni yakae. Sasa unaposema umeokoka na unaenda nje ya mapenzi ya Mungu, hauwezi ukamzalia Bwana matunda. Yaani unaishi maisha ya maigizo katika wokovu, unayachezea maisha ya kwako. Acha huo mchezo, ni mbaya sana. Mtii Mungu katika maisha yako, acha uovu, mpe Mungu nafasi ndani ya moyo wako ili yeye akuongoze. Aongoze maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mfungo na kuomba utavikwa nguvu.